good to go. Okay. All right. Well, good morning, guys. It's a honor to speak to brothers in Christ from another side of the world. It's really a privilege and an honor. So I'm happy to be here with you guys and talking to you. It's early morning here, and it looks like the sun is shining brightly where you are. But before I begin, I just want to begin with asking God's blessing on this time. So I'm just going to say a prayer right now. Tuanze na maombi alafu kisha tuanze. So, dear Heavenly Father, Baba wetu wa mbinguni, thank you for my brothers in Kenya. asante kwa ndugu zangu huku Kenya. Thank you that you love them so deeply. Asante kwa sababu unawapenda kwa undani sana. I thank you that you have good plans for them. Nakushukuru kwa sababu una mipango miema kwa sababu yao. Lord, I pray that you'd give me words of encouragement for them today. Bwana, naomba kama ukanipe neno la kutia moyo leo. I pray that you lead and guide this message. Naomba kama Bwana ukaongoze ujumbe huu. And I pray ultimately that you'd be honored and glorified today. Naomba kama Bwana ukaweze kuheshimiwa na kuinuliwa leo. In Jesus' name, amen. Katika jina la Yesu tunaomba. Amen. So, this is spiritual warfare part 3. Tunazungumzia vita vya kiroho sehemu ya 3. So, Lord willing, I'll finish this topic today. Mungu akipenda tumalizie mada hii leo. So, we're going to be looking at Ephesians chapter 6. Tutakuwa tunaangalia Waefeso mlango ule wa 6. And in Ephesians chapter 6, Paul is using the concept of warfare to teach us about the Christian life. Katika Waefeso 6 Paulo anatumia kipenge hicho kutufunza masuala ya maisha. And which is helpful for us because we come from very different backgrounds and cultures. Ambayo ni muhimu sana kwetu kwa sababu tunatoka katika tamaduni tofauti sana. But the idea of fighting and warfare is universal. Everyone understands what that is. Na swala la kupigana vita vya kiroho ni linaweza fika kwa kila mmoja wetu. So every day living for Jesus is a fight. Na kila siku kuishi kwa sababu ya Kristo ni vita. And it can be really, really hard. Na wakati mwingine ni ngumu. And it's easy to feel like we're alone. Na ni rahisi sana kuhisi ya kwamba uko peke yako. But we have to remember that we're in this together. We're in this together. And excuse me if I have a cough. I'm gonna have to pause a few times. I'm a little under the weather. So we have to remember that we have a global family. There's a global army. A global. Tuko na familia ya ulimwengu wote na tuko na jeshi kwani la ulimwengu wote. The body of Christ is a global family and it's a global army of soldiers. Mwili wa Kristo ni familia ya ulimwengu wote na ni jeshi la ulimwengu wote. And we're in this together. And together. And I'm going to show you a picture here of this is from my son's book. It's a children's book. It's kind of silly, but it's called. Kutuonyesha picha hapa kitabu ambacho ni cha kijana wake katika kitabu hicho. It's called A Roman Soldier's Handbook. Inaitwa kwamba wanajeshi wa Kiroma, kitabu cha wanajeshi wa Kiroma. And in here there's a picture, and this is called it's a Roman military formation called the tortoise. See that, the tortoise. Ile ambayo anatuonyesha pale ni umbo la kijeshi la wanajeshi wa Roma.
And they would make that formation, and it would form a shell, or like a protective wall or a shell. Na wangetengeneza muundo huu ambao ungeweza kutengeneza kitu kama ukuta wa kuweza kuwalinda. But if one person drops their shield, then the whole unit is in danger, or the person beside them would get hurt if they would drop their shield. Na kama mmoja wao angeweza kushusha ngao yake, kikundi kizima kingekuwa katika matatizo. And so the same thing applies for us, which is that we need to be strong for each other. Na kitu hicho pia ni tunafaa tukiweze kukienzi, kwa sababu tunapaswa kuwepo kwa sababu ya mmoja wetu kwa mwingine. If I'm not being obedient, then my brothers and sisters in Christ will suffer. Kama mimi si mtiifu, ndugu zangu, dada zangu katika Kristo wataumia. And in Ephesians chapter 6, at the very end of that passage, it tells us, Efeso mlango wa 6 mwisho, it tells us how we can fight for each other. Inatuambia jinsi tunaweza piganiana sisi kwa sisi. And so I'm going to start with this. It says, pray at all times in the Spirit. Inasema kwamba tuombe nyakati zote katika Roho. With all prayer and supplication. Na maombi yote na unyenyekevu. To that end, keep alert with all perseverance. Na mwisho yote tukaweze kuwa ange kwa uvumilivu. Excuse me. It says, making supplication for all the saints. Making supplication for all the saints. Kiweza kuombea hata watakatifu wote. And that's Ephesians chapter 6 verse 18. Efeso 6 mstari ule wa 18. And so this is a part of that passage about spiritual warfare. Hii ni sehemu katika kifungu hicho ambayo inazungumzia vita vya kiroho. And it says we're supposed to pray for all of the saints. Inasema kwamba tunapaswa kuombea watakatifu wote. And when we do that, we're holding up a shield for our brothers and sisters. Na tunapofanya hivyo tunainua ngao yetu kwa sababu ya ndugu zetu na dada zetu katika Kristo. And so right now, I actually want to pray for your country, and I want to pray for your continent right now, for the brothers and sisters in your country and in your continent. Kwa sasa, kwa mfano, ukipenda kuomba kwa sababu ya bara nzima, kwa sababu ya nchi nzima, kwa sababu ya ndugu na dada zetu wote katika nchi. I know that there's a lot of persecution in your continent. Na tunajua kwamba kwa sasa bara la Afrika kuna usaliti mwingi sana. I know your own country has experienced persecution. So John, this is a question for you. What is persecution like in your area in Kenya? Is it high? Is it low? Is it common? Is it rare? Like persecution. Oh, persecution, for instance, in let me say in my county, it is fairly low. Okay. It's fairly low. People can actually preach the gospel and gather to praise God. So we thank God for that. Praise God. Man. Excuse me. Yeah, praise God for that. Although, however, in some counties like Turkana, northeastern part of the country, there's a lot of persecution for Christians. Oh, did you freeze up? Because dominantly with the Somalis, that's the Muslims. Hey, Bracken, you still there? Actually, yeah. Oh, you were. Okay. Sorry, you froze for a second. I might have missed something important. You froze. Oh. You're. But okay, I was saying. Go ahead. Let me repeat. I say that in my home county, the persecution level is fairly low, but in other counties like northeastern part of Kenya, there are a lot of persecution due to the area is predominantly occupied with the Somalis and the Muslims who see Christians as rivals or enemies. So in those areas, the persecution level is a bit higher. Okay. Okay. So, well, I just want to take a minute then, and I want to pray for your country
the believers, the brothers and sisters in Kenya, because that is spiritual warfare, and our prayers reach them, and our prayers make a difference. Our prayers make a difference. So I want to, and you guys can pray with me. I want to pray for them, and you can pray with me for them. Yeah. Amesema angependa achukue dakika moja aombe kwa sababu ya nchi ya Kenya. Yeye akiombea Wakristo wa Kenya, sisi tutakuwa tunaombea Wakristo wa Marekani. So, Heavenly Father, I want to lift up my brothers and sisters in Kenya to you. Kuinuliwa kwa sababu ya Wakristo wa Kenya kwako. You have many faithful servants in Kenya. Umejidhihirisha kwa sababu ya utendaji kazi hapa Kenya. And you love each one of them. Na unapenda kila Mkristo. Lord, I pray that for the brothers and sisters that are suffering persecution, I pray that you would give them. Baba, naomba kwamba kila ndugu na dada ambao wanapitia usaliti, naomba kwamba ukaweze kuwafunika. I pray you'd help them to stand strong and be bold in the face of danger. Naomba kwamba ukawasaidie wawe dhabiti katika uso wa hatari. I pray that you would give them your power, Lord, to continue being obedient. Naomba kwamba Bwana utawapatia nguvu kuendelea kuwa watiifu. And I pray that they would know that they have brothers and sisters all around the world who love them. Naomba kwamba Bwana watajua kwamba wako na ndugu na dada ulimwenguni kote. And who are praying for them. Naombea. And most of all, they have a God and a Savior who is always watching, who is always with them. Zaidi ya yote wako na Mungu na Mwokozi ambao kila wakati anawatazama. So I pray for your blessing upon the country of Kenya. Kwa hivyo Bwana, naomba baraka zako katika nchi ya Kenya. And I pray, Lord, that your people would remain strong and faithful. Naomba kwamba Bwana watu wako watabakia waaminifu na wenye nguvu. In Jesus' name, amen. Katika jina la Yesu, amina. All right. So I'm just going to jump into the next part of Ephesians chapter 6. It's where I left off last time. So I'm going to sehemu ifuatayo ya Efeso 6 ambayo tuliwaachia wakati ule mwingine. So I'm going to start with verse 15. Tutaanza na mstari ule wa 15 wa Efeso 6. So verse 15 says we are to strap onto our feet the preparation of the gospel of peace. Na kufungiwa miguu utayari tupatao kwa injili ya amani. So it talks about the gospel as being something that we're strapping onto our feet. Inazungumzia injili kuwa kitu ambacho kinafungiwa katika miguu zetu. So the gospel is powerful. Kwa hivyo injili ni ya nguvu. In Romans chapter 1 says that it is the power of God for salvation to all who believe. Katika Warumi 1 inasema kwamba ni nguvu ya Mungu kwa wale ambao wanaamini. When we proclaim the message of the gospel, it has power. Wakati tunatangaza ujumbe wa injili, when we proclaim the message that God loves the world so much that he sent his son. Wakati tunatangaza injili ya kwamba Mungu anapenda ulimwengu sana hadi akamtuma mwana wake wa pekee. And that Jesus came into the world. Na Yesu akaja ulimwenguni. And because of his love, he sacrificed kwa sababu ya upendo wake. And he rose from the dead. Akaweza kufufuka, akafa na kufufuka. And he did this to save us. Na alifanya vile kwa sababu ya kutuokoa sisi. He did this to offer us forgiveness and peace with God. Alifanya hivyo kutupatia msamaha na amani pamoja na Mungu. And eternal life. Na vile vile kutupa maisha ya milele. We have a living Savior. Tuko na Mwokozi aishie milele. And he calls us to repent and turn from our sinful ways and follow him. Anasababisha sisi tukaweze kutubu na tukawacha njia zetu za dhambi na tukamfuate yeye. And trust in him. Na tukaweze kumwamini yeye.
when we proclaim that message, wakati tunatangaza ujumbe huo, it's a huge victory. ni ushindi mkubwa sana. And it's a devastating defeat for Satan. Na ni kushindwa kukubwa sana kwa shetani. Because it's through that message that people are saved. Kwa sababu ni kupitia ujumbe huo watu wanaokolewa. And that's why we need to be willing to share with anyone, any place, anytime. Kwa sababu tunapaswa kuwa tayari kushiriki ujumbe huu na yeyote, sehemu yoyote ile, wakati wote ule. Our feet need to be ready to go. Miguu yetu inapaswa kuwa tayari kuenenda. To take the gospel to whoever the Lord wants. Kuipeleka injili sehemu yoyote ambayo Bwana angependa. Isaiah 52 says, how beautiful upon the mountains are the feet of him who brings good news. Katika Isaya 52 inasema kwamba ni rembo vipi miguu ya wale ambao wataenda mlimani wakiwa na ujumbe wa injili. So strapping on the sandals of the gospel, I mean, strapping the gospel onto your feet is the idea is that we should be ready to go and ready to take the gospel to the lost. Kujifunga injili ni swala ambalo linatuambia kwamba tuwe kila wakati tayari kupeleka injili sehemu yoyote. But we have an enemy that wants us to be silent. Lakini tuna adui ambayo kila wakati angependa tuwe tumenyamaza. He wants us to be idle or lazy. Ambaye anataka sisi tuwe wavivu tu. He wants us to be fearful. Ambaye angependa sisi tuwe waoga. Because he knows what happens when we preach the gospel. Sababu anajua kila ambacho kinatendeka wakati tunahubiri injili. He knows the power. Anajua nguvu. And it terrifies him. Ambayo inamuogofya sana. So we must be ready to share the gospel with our communities, our nation, our world. Kwa hivyo tunapaswa kuwa tayari kushiriki ujumbe wa injili kwa kijiji chetu au taifa letu au hata mataifa mengine. So I had a cousin who died of a drug overdose. Kwa hivyo alikuwa na ndugu ambaye alikufa kwa sababu ya kunywa dawa nyingi kupita vipimo. And I was asked to speak at his funeral. Na akaulizwa kusema jambo katika mazishi yake. And I really had to think hard about what I would say. Na ilipasa afikirie sana kuhusu kila ambacho atasema. So I just straight up, I just preached the gospel. I preached the biblical gospel of Jesus. Kwa hivyo katika mazishi hayo yeye akahubiri tu injili katika Biblia. But I was a little afraid because I didn't know if it would be honoring. I didn't know if his parents would approve. Na kwa hivyo alikuwa na wasiwasi kwa sababu angejua kama wazazi watakubaliana na mahubiri hayo. But on that day, I got to preach the gospel to a few hundred people. Na katika siku hiyo akahubiri injili kwa watu 100 kadhaa. And that's the only time I've had the opportunity to preach to that many people. Na yeye nilikuwa wakati wa pekee ambaye alikuwa na nafasi ya kuhubiri kwa watu wengi sana. And I think I did that in obedience to God. Na alifanya hivyo kwa utiifu kwa Mungu. So God will give you opportunities. Kwa hivyo Mungu atakupatia fursa. And you need to be willing and ready. Unapaswa kuwa tayari kila wakati. And I have to be willing and ready. Na kila wakati pia mimi nafaa kuwa na moyo na tayari kuenda. There are other times where there was someone who I thought I should share the gospel with, but I didn't. Kuna wakati mwingine ambaye kulikuwa na mtu ambaye alifikiria angeshiriki ujumbe na yeye lakini hakufanya hivyo.
And I think that grieves God's spirit. Na hiyo huwa inaumiza roho ya Mungu sana, because that could have been a moment when that person came to know Jesus. sababu labda huo ungekuwa wakati ambao mtu huyo angekuja kwa Yesu. So here's the first question I have for you guys, and I want to take 2 minutes, and I want you guys to discuss this question with the people in your group. Kwa hivyo hapa kuna swali ambayo angependa kutupatia tukaweze kujadiliane kwa dakika mbili katika vikundi vyetu. How can you be more intentional about sharing the gospel this week? Wiki hili unaweza kuwaje tayari kushiriki ujumbe kwa watu? And is there someone God wants you to share the gospel with this week? Na je, kuna mtu yeyote ambaye Mungu angependa ushiriki na yeye ujumbe wa Injili wiki hili? So if we take 2 minutes to talk about that, and then I want to hear the answers. Ya, tuchukue dakika mbili tujadiliane, alafu tutapeana majibu. All right. Yeah. What were some answers you got? What were some answers you got? Some answers. Tuko majibu. So one of the answers, they say deliberately preparing in prayers before going to preach the gospel to maybe friends, or relatives. Amen. Amen. Yeah. Anything else? Yeah. Right. Yeah, another one is preparing in the word so that you are equipped enough as you share the gospel. Yeah. Excellent. Yeah. That makes a difference. Like praying in the morning, God, bring me people, show me who you want me to share with. Help me to be ready. That makes a difference. That's a good reminder for me because I often I don't pray that way, but I would like to. Anasema hii ni mzuri sana, majibu yako sawa. Kwa mfano kuomba, unaomba asubuhi kama Mungu niletee watu niwahubirie katika siku hii ama wiki hili. All right. So I'm going to move on to the next verse now. It's verse 16. So Ephesians chapter 6 verse 16. Acha tuende katika mstari wa 16 wa Efeso 6. It says, in all circumstances, take up the shield of faith. Inasema zaidi ya yote mkiitwa ngao ya imani, with which you can extinguish all the flaming darts of the evil one. Ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote yenye moto ya yule mwovu. So as we faithfully proclaim the gospel and obey Jesus, tunapohubiri Injili kwa utiifu na kutangaza kumutii Yesu, there will be resistance. Kutakuwa na pingamizi. There will be opposition. Kutakuwa na upinzani. And there will be persecution, temptation, trials. Kutakuwa na majaribio na vile vile kutakuwa na usaliti. Hardship. And in fact, Paul says everyone who desires to live a godly life will be persecuted. Na Paulo anasema kama kila mmoja ambaye anatamani kuishi maisha ya kiungu anapitia usaliti. So we have an enemy that's going to do everything in his power to stop us.
na tuko na adui ambaye atajaribu kwa njia zote kutusimamisha ama kutuzuia. His flaming darts, his flaming arrows, they will come. They will come at you. Hizi mishale za moto zitakuja. But what will you do? Na nini unapaswa kufanya? What will we do? Kila ambacho tunafanya, When those fiery arrows, those fiery darts come, will we wakati mishale hiyo mishale ya moto inakuja, will we stop sharing about Jesus? Will we stop obeying him? ikikuja kwetu, tutaacha kumtii Yesu, tutaacha kuhubiri Injili, Or will we continue to share about Jesus and obey him? ama tutaendelea kushiriki ujumbe wa Yesu na kumtii yeye? So what makes the difference? What makes the difference between a person who stops obeying when times get hard and a person who continues to obey when times get hard? Nini kinaleta utofauti kati ya mtu ambaye anawacha kuhubiri Injili na kueneza Injili wakati majaribio yanakuja na yule ambaye anaendelea hata majaribio yanapokuja? Well, it's faith. Hiyo ni imani. Tofauti ni imani tu. He says, in all circumstances, take up the shield of faith. Anasema katika hali zote tukachukue ngao ya imani. And it's only by faith that Na ni kwa kupitia tu imani, that no matter what comes our way, haijalishi nini kitakuja kwa njia zetu, we continue to obey. tunaendelea tu kutii. And we do that if we love him and if we trust him. Na tunafanya tu hivyo kama tunampenda yeye na vile vile tunamwamini yeye. And there's an amazing promise here. Na kuna ahadi hapa ambayo ni ajabu hapa. It says, with the shield of faith, we can extinguish all of the flaming darts of the evil. Inasema tukiwa na ngao hii ya imani tunaweza kuzima mishale yote yenye moto. And so I have a story I want to share. Ako na hadithi ambayo angependa kushiriki. And Brecken, could you stop recording for a minute? So, so it's not, so when it says that we are to hold up the shield of faith, Na wakati Biblia inasema kama tunapaswa kushikilia ngao hii ya imani, our faith has to be in the word of God. It has to be in the words of Jesus. We have to be trusting in the words of Jesus. imani yetu inapaswa kuwa katika kutii neno la Yesu, ikiwa ndani ya Yesu. And when we do that, we extinguish the flaming darts of the evil one. Wakati tunafanya hivyo, tunazima mishale ile ya moto ya mwovu. So what are the flaming darts in your life? The flaming arrows in your life? Moja ya mishale ya moto katika maisha yako. And where in your life is God calling you to trust him more? Na ni wapi katika maisha yako Mungu anakuita umwamini zaidi? So why don't we take a couple minutes and I want you to discuss in your group, where is God calling you to trust him? Are there any areas, are there any circumstances in your life that God is saying, you got to trust me? And yeah, does that make sense? Ya, anasema tuchukue dakika kadha wa kadha tukaweze kujadiliana sehemu gani za maisha yetu ambazo Mungu angependa tukamwamini yeye zaidi. So we'll take 2 minutes. Tuchukue dakika 2.
Oh, my video not on? Oh. Sorry, I thought my video was on. My video. Okay. Yeah, so we have a couple of answers. One of the areas that we need God to help us to be a bit more faithful is the area of finances. Yeah. Okay. Yeah. Yeah, thanks for sharing. Yeah, the second area is the area of faithfulness in marriage and family care. Yeah. That applies to me too. Yeah, those are good answers. That's great. Yeah, anything else? Yeah, another area is the area of compassion towards those in need. Yeah. Yeah, that's good. That's good. Yeah, thank you for sharing. Excellent. And we have also another one that being faithful in the congregant or the church that maybe God has planted to you there to make an impact more so spiritually. Awesome. Yeah, thank you for sharing those answers. Yeah. Asante kushiriki majibu hayo. Good stuff. So, I was thinking about this verse in 1 John 5. It Nilikuwa nafikiria kifungu katika Yohana wa kwanza 5 mstari wa 7. 1 John, starting at verse 4, it says, everyone who has been born of God overcomes the world. And then it says, and this is the victory that has overcome the world, our faith. Who is it that overcomes the world except the one who believes that Jesus is the Son of God? First John 5 verses 4. Inasema kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu hushinda ulimwengu, na huku ndiko kushindako ulimwengu, hiyo imani yetu. Did you read verses 4? Can you read verses 4 and 5? Yeah, okay. Mwenye kushinda ulimwengu ni nani isipokuwa ni yeye aaminie ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Amen. So, by faith, we overcome this world. Kwa imani tunaushinda ulimwengu huu. So, if our faith is in God, kama imani yetu itakuwa ndani ya Mungu, then when circumstances change, we still have peace. Inamaanisha wakati hali zinabadilika, because our peace is not found in this world, it's found in God. Bado tunaendelea kuwa na amani kwa sababu amani yetu haipatikani kwa ulimwengu, bali amani yetu inapatikana kwa Mungu. And our joy is not found in this world, it's found in God. Na furaha yetu haipatikani ulimwenguni humu, bali inapatikana kwa Mungu. And our very lives are not based on this world, but based on God himself. Na vile vile hata maisha yetu si maisha ambayo yanapata msingi wao kwa ulimwengu, lakini kutoka kwa Mungu mwenyewe. So when we truly trust in him, our faith is in him,
we can overcome this entire world, anything that comes our way, anything. Na wakati tunamwamini yeye, tunaweza tumaini letu kwake, tunaweza shinda chochote katika ulimwengu huu. Because this world does not dictate our peace and our joy and our lives ultimately. Sababu ulimwengu huu hautaamua amani yetu au furaha yetu au maisha yetu. Those things are found in Jesus. Vitu hivyo vinapatikana ndani ya Yesu. And he's died and he's risen. Pardon? Jesus has died and he's risen. Na Yesu amekufa na amefufuka. And we have a hope and a joy and a peace that cannot be taken. Na tuko na amani na furaha ambayo haiwezi kuchukuliwa. That's why faith is so important, that we trust in God. Ndio maana imani ni ya muhimu sana wakati tunatumaini kwa Bwana Mungu. The book of Hebrews says that without faith, it's impossible to please him. Kitabu cha Waebrania kinasema kwamba bila imani hawezi mfurahisha Mungu. And it says that, the Bible says that from beginning to end, our salvation is accomplished through faith. Biblia inasema kwamba kutoka mwanzo hadi mwisho misingi yote inakamilika kwa imani. Faith is so important. Na imani ni ya muhimu sana. And we're called to trust in God with all of our heart. Na tumeitwa kumwamini Mungu kwa mioyo yetu yote. And when we do that, we're free. Wakati tunafanya hivyo, tunakuwa huru. It's a shield. Ni kama ngao that protects us. ambayo inatulinda sisi. And we can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Na tunaweza zima mishale yote ya moto ya yule mwovu. So I'm going to move on to the next verse now. Tukipenda kusoma katika mstari ufuatao. All right, Ephesians chapter 6 verse 17. Waefeso 6:17. Do you just want to read it from your, because you have the translation, right? You have a Bible in your language. Do you just want to read it to the people of verse 16? Sorry, verse 17. Sorry, verse 17. Waefeso 6 mstari ule wa 17 Biblia inasema, tena ipokeeni chapeo ya wokovu na upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu. So it talks about salvation as a helmet. Inazungumzia wokovu kama chapeo. And that's a picture. It's an image that I think has a lot of meaning. Na hiyo ni picha ambayo iko na maana kubwa sana. So we need to not only proclaim God's salvation and proclaim his gospel, but we need to understand it personally. Kwa hivyo hatupaswi tu kutangaza neno la Mungu ama injili ya Mungu, lakini tunapaswa pia kuielewa sisi binafsi. There are people who proclaim God's salvation, they proclaim his gospel, but they don't understand it. They don't know it in their hearts. They don't know it in their minds. Kwa hivyo kuna watu ambao wanaitangaza injili ya Yesu, lakini hawaielewi katika fikra zao wala katika mioyo zao. And we're doomed to failure if we preach the gospel, but we don't know it, and we don't actually, if we don't actually understand it. Tutakuwa tunaelekea sehemu za kushindwa kama tutahubiri injili na sisi hatuielewi wenyewe. And so I've noticed that when the Bible talks about salvation, it will talk about it as something that as past, present, and future. Na ameweza kugundua kwamba wakati Biblia inazungumzia wokovu, inaizungumzia kama jambo la wakati uliopita, wakati uliopo na vile vile wakati ujao. So Ephesians says that it says that by grace we have been saved. In the past, we have been saved. By grace through faith, we have been.
Na kitabu cha Efeso kinasema kwamba kwa neema tumeweza kuokolewa, na maana ya kuwa wakati uliopita. And then in Philippians, it says we are to walk out our salvation in fear and trembling. Like a present tense, we're to walk out our salvation in fear and trembling. Katika Wafilipi Biblia inasema kwamba tunapaswa kushughulikia wokovu wetu kwa hofu na kutetemeka. Ina maana kuwa wakati uliopo. And then in 1 Peter, in chapter 1, it says, let me see. It says that, 1 Peter chapter 1, verse 5, it says, God's power is guarding us through faith for a salvation ready to be revealed in the last time. Katika Petro wa kwanza 5 inasema kwamba wokovu. Okay, can you please pardon the verse? That's first. Oh yeah, 1 Peter chapter 1, verse 5. Ya Petro wa kwanza 1 mstari ule wa 5. First Peter chapter 1, verse 5. Verse 5. Okay. Biblia nasema hivi, nanyi mnalindwa na nguvu za Mungu kwa njia ya imani hata mpate wokovu ulio tayari kufunuliwa wakati wa mwisho. Amen. So it talks about salvation as a past, present, and future. Nazungumzia wokovu kama jambo la wakati uliopita, wakati uliopo na wakati ujao. And so there's so much when the Bible says that Jesus has saved us. Wakati Biblia inasema kama Yesu ameweza kutuokoa. That has so much meaning to it. Hiyo ina umuhimu sana na maana kwake. Because on one hand, we're thankful. We're thankful that he has saved us. If we've placed our trust in him, we're so grateful and so thankful for his salvation. Tuko na shukrani sana kwake kwa sababu amekwisha kuweza kutuokoa. Kwa hivyo tunaweka imani yetu kwake. And then but there's something I want to point out here, that there's one thing I want to highlight about God's salvation here. Kuna jambo ambalo angependa kutilia mkazo kuhusu wokovu wa Mungu hapa. And that is that God's salvation gives us a hope of eternal life. Hii ni kwamba wokovu wa Mungu unatupatia tumaini kwa maisha ya milele. It's only because of the love of Jesus and his sacrifice that we have the hope of eternal life. Kwa sababu tu ya Bwana Yesu na dhabihu ndiposa tuko na tumaini la wokovu na maisha ya milele. And having in an eternal perspective, tukawe na mtazamo wa maisha milele. It makes our problems seem so small. Inafanya matatizo yetu yanaonekana madogo sana. And having that perspective, having an eternal perspective, helps us to overcome the cares and the worries of this world. Na kuwa na mtazamo wa maisha milele inatusaidia sisi kushinda machafuko ya ulimwengu huu. And understanding that my life is so short, my life in this world is so short, and I'm going to live forever in eternity in God's kingdom with him. Kama maisha yetu hapa ulimwenguni ni mafupi sana, ila tunaweza kuishi na Mungu katika maisha milele. That gives me strength in times of persecution, in trial and suffering, or just when life gets hard.
inatupatia nguvu katika nyakati za usaliti, machafuko na mateso, and that protects my mind. na hiyo inalinda fikra zangu. And so my question for you guys is, are you living your life with that eternal mindset, that perspective, understanding that our time in this world is so short and we should live understanding that this life is going to end and we're going to live forever with God? Swali kwetu ni ya kwamba, je, tunaishi maisha yetu tukiwa na mtazamo ya kwamba maisha yetu ulimwenguni mafupi na tutaweza kuishi maisha ya milele na milele baada ya ulimwengu huu? And that mindset, it helps keep us focused on what truly matters. Na tukiwa na mtazamo huo itatusaidia sisi tukae na mwelekeo kwa yale ambayo ni ya muhimu. So I'm someone who I'm prone to worry and to fear. Ni mtu ambaye anakuwa na wasiwasi na woga. We all have weaknesses. Ukiwa na washahidi, je, uko na unyonge fulani? So, but when my faith is in the truth, and when I understand God's salvation, it helps bring everything into perspective for me. It helps bring everything into perspective. Wakati ya imani yake iko katika ukweli, inasaidia kuleta ukweli wa Mungu katika mtazamo wake. So, the last part, that same verse, so it's verse 17. Verse 17, I'm just going to finish reading it. So verse 17, it says, take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Waefeso 6 mstari wa 17 ndio nasema tukaweza kuchukua vazi kamili la vita la Mungu. And it says praying at all times in the Spirit. Nasema tuombe nyakati zote katika roho. So we need God's word in our lives. We need a steady diet of God's word and prayer in our lives. We need to be constantly in his word, and we need to be in prayer. Kila wakati tunapaswa kuwa tunasoma neno lake na pia tunaomba. And that keeps us strong. Hii inatufanya tuwe na nguvu. We also need to be able to hear the Holy Spirit. Na pia tunapaswa kuwa na uwezo wa kusikia Roho Mtakatifu. We need to be able to discern the guidance and the leading of God's Spirit. Tunapaswa kuwa na uwezo wa kutambua mwelekeo wa Roho Mtakatifu. Because ultimately, God knows exactly what we need, and his Spirit will always take us, and exactly his Spirit, he knows exactly what we need. And so as we trust in him and follow him, he takes perfect care of us. Na Mungu tayari amekwisha kujua yale ambayo tunahitaji. Kwa hivyo wakati tunategemea Roho Mtakatifu atatusaidia na kutupa mahitaji yetu. So
So I think do you guys have any questions? Swali lolote labda? Kama kuna swali. At least we are good. We are following. I don't know if you have any question at Kisii. Kisii, kuna swali lolote? Okay. Pastor George. So no questions right now? Oh, sorry. He's going to go ahead. John, did you say there's no questions? At From Moses, Kisii. good. So we are asking if there is any question at Kisii. So Pastor George was taking over. Okay. Pastor George, So from Kisii, we don't have any question. Okay, no questions. Okay. So, but we want to take this opportunity to say thanks for the wonderful teachings. We are very much encouraged, and we thank you for that. So we have known now, maybe in the week, what we should be doing. We have to pray, and we have to go out for evangelism and for the word of God. Thank you very much. Amen. Thank you for that encouraging feedback. That's encouraging for me to hear. Thank you. Thank you for sharing. So if there's any more questions, I'll take some questions. There's one more thing I want to say when I'm at the end. There's something I want to say, but is there any more questions right now? There's just a concern here. Someone was requesting if they can get a printout of these teachings on spiritual warfare. Yeah, I can. I have notes. I can give you my notes. Yep. If you send them to me, Gray, I will post it with the recording, and I will also send them to Pastor Emmanuel, and he can distribute them. Okay. As needed. Yeah. Yep. Okay, thank you. So there's one more thing I want to share, and then if there's any other questions, I can take any questions. But there's one more thing I want to share. Ningependa tushiriki jambo lingine, lakini kama kuna swali vile vile tulikuwa na uhuru wa kuuliza wakati wowote. So this passage about spiritual warfare is in the book of Ephesians. It's found in the book of Ephesians. Kwa hivyo mafunzo haya kuhusu vita vya kiroho yanapatikana katika kitabu cha Waefeso. And the church of Ephesus was very important to Paul. Na kanisa la Efeso lilikuwa la muhimu sana kwa Paulo. In fact, Paul's probably his most important disciple was named Timothy. Na mwanafunzi ule wa muhimu sana kwa Paulo alikuwa Timotheo. And Paul gave Timothy the responsibility of leading the church of Ephesus. Na Paulo alimpatia Timotheo majukumu ya kuliongoza kanisa la Efeso. And in the book of Revelation, one of the letters to the churches was written to the Ephesians. Na katika kitabu cha Ufunuo, moja waraka uliweza kuandikwa kwa kanisa la Efeso. And something interesting I noticed about this book
Na jambo ambalo ni la kufurahisha kidogo ambalo aligundua kuhusu kitabu hiki is that there's many themes in the book, ya kwamba kuna mada kadha wa kadha katika kitabu hiki. like the theme of God's glory Kwa mfano mada kuhusu utukufu wa Mungu and of God's grace, na neema ya Mungu, but the word that is repeated the most lakini neno ambalo limerejelewa na kurudiwa sana. there's lots of, the word like the is used a lot, of course, but like, I mean, the word, like a meaningful word that occurs the most, from my understanding, from what I've seen, is the word love. Na neno ambalo limerejelewa sana katika kifungo hiki ni neno upendo. The word love is used over 20 times in Ephesians. Neno la upendo limetumika zaidi ya mara 20 katika kitabu hiki cha Waefeso. My understanding, I could be wrong, but from from my research, kulingana na utafiti wake ambao amefanya, the word love is the most repeated word in the book of Ephesians. Neno upendo limeweza kurejelewa sana katika kitabu hiki cha Waefeso. In the beginning of the book, it says that in love, he predestined us for adoption. Na katika mwanzo wa kitabu anaanza kusema katika upendo aliweza kutuchagua mwanzo kwa sababu ya ukombozi. And in chapter 2, it says, because of the great love with which he loved us, we were made alive in Christ. Katika kifungu cha pili inasema kwamba katika upendo mkuu ambao alitupenda katika Kristo Yesu. And then Paul prays that we would be rooted and grounded in God's love. Na Paulo anaomba akisema tutaweza kukita mizizi na kuwa dhabiti katika upendo wa Mungu. And it says that we should walk in love as Christ loved us. Anasema vile vile kama tunapaswa kutembea katika upendo jinsi Kristo aliweza kutupenda. And it says that the husbands are to love their wives as Christ loved the church and laid his life down for her. Endelea kusema kwamba waume mpendeni wake zenu jinsi Kristo analipenda kanisa. And so love, if you read through Ephesians, is talked about over and over and over and over again. Ukisoma kitabu cha Efeso, neno upendo limeweza kurejelewa mara kwa mara. And I believe, I think it's pretty clear that love is not only the main theme in the book of Ephesians, but it's the most important theme in the entire New Testament and in the entire Bible. Na anaamini ya kwamba upendo si mada ya pekee katika kitabu hiki cha Efeso, lakini upendo ni mada muhimu sana katika Agano Jipya na katika Biblia nzima. The greatest commandment is to love the Lord our God with all our heart, mind, soul, and strength, and to love our neighbor as ourselves. Amri kuu ni ya kwamba tukaweze kupenda Mungu na fikra zetu zote, moyo wetu wote na mali zetu zote, na vile vile tupende jirani jinsi tunavyojipenda wenyewe. And it was because of his love that God sent his son. Na ni kwa sababu ya upendo wa Mungu ndipo akaweza kumtuma mwanake wa pekee. And the Bible said that love is the greatest. Na Biblia inasema kwamba upendo ni jambo kuu sana. In 1 Corinthians chapter 13, katika Wakorintho wa kwanza 13, it says if we don't have love, inasema kwamba kama hatuna upendo, hizi ni kitu bure. We are nothing. Hizi ni bure. Because without love we gain nothing. Inasema bila upendo tunapata bure, kitu bure. And throughout the New Testament, it places love above all things. Katika Agano Jipya upendo uko juu ya vitu vyote vingine. In 1 Peter, Paul says, Peter. In 1 Peter, Peter says, above all things, love one another.
wa kwanza Paulo anasema kwamba zaidi ya vitu vyote pendaneni nyinyi kwa ninyi. So my point is, love is so important and it's so powerful. Na pointi yake ni ya kwamba upendo ni muhimu sana na upendo ni wa nguvu sana. In fact, God is love. 1 John says that God is love. Yohana wa kwanza anasema kama Mungu ni upendo. And one of our greatest weapons of warfare na moja ya silaha kubwa sana ya vita vya kiroho is to love our enemies. ni kupenda adui zetu. When we do that, Na wakati tunafanya hivyo, it has supernatural power ina nguvu za kiungu, because no one on the face of the planet naturally loves their enemies. kwa sababu hakuna yeyote chini ya uso wa nchi ambaye anapenda adui zake kikawaida. The world's way is to hate your enemies. Njia ya ulimwengu ni ya kwamba ukachukia adui zako, And it is supernatural to love your enemies. lakini ni ya nguvu za kiungu sana wakati unapenda adui zako. And it is that love that makes followers of Jesus different. Na upendo wa aina hiyo ndio unafanya wanafunzi wa Yesu wawe tofauti. And so I'd encourage us to pray for our brothers and sisters, pray for our brothers and sisters that are our global army, the church. Pray for our brothers and sisters throughout the whole world. Angeweza kututia moyo kwamba tukaombee ndugu na dada zetu katika ulimwengu mzima ambao ni Wakristo. And also pray for the persecutors. Pray for Na vile vile tuombee wale ambao wanawasaliti Wakristo. And take every opportunity to love your enemies. Na tuchukue kila fursa tupende adui zetu. So I actually wanted to end with that. And if you have any questions, I'll if you have any more questions, I'll take those and then we can end. Napenda kumalizia pale, ila kama kuna swali lolote tunaweza uliza, kisha ataweza kujibu. While they're maybe thinking of questions, I have a question, Gray. Yeah. And I had to step away for a moment, so you might have addressed this, so stop me if you did. So in verse 17, it says, and the sword of the Spirit, which is the word of God. Then it says, pray at all times in the Spirit. So it seems to be connecting the idea of praying and the word of God together with the sword of the Spirit. But what does he mean exactly by praying in the Spirit? Well, that's a good question, Brecken. And I don't know. So I can give you, So you want me to answer that question? If you would like to, maybe let John interpret the question first. Okay, yeah, go ahead, John. And the question can be? What does Paul maybe mean by praying in the Spirit? Praying in the Spirit. Yes. Okay. I can say my perspective on that. What's your perspective, John? What's your perspective? Okay, about praying in the Spirit. You know, I'll refer to the scenario or the time when Jesus was about to go to heaven, when he told the disciples to wait in the upper room until the Spirit comes
and we know what happened in the upper room. The Spirit came upon them, and they prayed in different languages. So according to me, praying in the Spirit means your prayers are being led by the Spirit. You are not praying carnally or to be seen or to be recognized, but your prayers are being led by the Spirit. Whether you are praying in tongues or you are praying in your local dialect, but so long as the prayers are being led by the Spirit, then you are praying in the Spirit. That's my perspective on that. I'm glad John answered that, because I couldn't have given a better answer. That's I 100% agree. It's being led by the Spirit in your prayers. That's Amen. You probably wanted to know, like, does it always mean speaking in tongues? And I don't know what you meant. No, but I mean, I know that is a right interpretation, but I right. honestly don't know. So It's a great question. It's a great question. I think, John, your answer is amazing, and I agree. I agree with your answer. Yeah, being led by the Spirit, and it could mean tongues. It could mean you're just praying, guided by the Spirit. So awesome. Yeah. Anything else before we wrap it up? Yeah, amen. At Msese, we are good. They are so much grateful that they have learned a lot. They will still go back and build on these particular teachings through researching the Bible. So we are so much grateful that we have been enlightened even further. So we thank you so much for your time and these wonderful teachings. Thank you. Praise God. Thank you. Yeah, it's been a privilege and honor. And so God bless you guys.